بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، بعدكم حميد الحق سبحانه لكم تكي رحمنا أماني زموندك من زيشاكي نكبن زيتب ونمتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu zanguni katika iman, leo tutakwenda kukumbushana aya yake Mola Subhanahu wa Ta'ala pale alipotuambia katika suratul Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni katika yale Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyowaruzuku, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, qabla hayajawajilieni mauti, fayaqul, kisha mmoja wa mwanadamu akasema, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Mola, lau utanichelewesha kidogo kanipatia wakati, fa asaddaq, nikatoa sadaka. Yani hapa ni fa usababia, akatoa sababu ya ya Rabbi nicheleweshe kidogo, nipatie muda kidogo na mimi nitoe sadaka. Tazama namna gani huu mwanadamu alivyokuwa mjanja na alivyokuwa mwerevu sana. Hakumwambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qaribi fa usalli. Hakumwambia Mwenyezi Mungu amcheleweshe, ampatie muda ili asali, kwa sababu ajua sala ina take time. Sala inachukua muda, itabidi mtu atawadhe kisha mtu asali, kiwango mtu asali mpaka amalize inachukua muda mrefu. Na wala hakumwambia Mwenyezi Mungu ampatie muda akwende kufanya hija, kwa sababu hija inachukua miezi 12 mpaka mtu aende hija. Lakini namna mwanadamu alivyokuwa mwerevu, akatafuta ibada ambayo kwamba haihitaji muda mrefu sana. Ndio maana akamwambia fa asaddaqa, ya Rabbi nipatie muda kidogo niweze kutoa sadaka. Fa asaddaq wa akun minas salihin, na mimi ili niwe katika watu waliokuwa wema. Lakini Mwenyezi Mungu akakataa, akamwambia wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu hacheleweshi, wala yuakhir Allahu nafsan, Mwenyezi Mungu hatoichelewesha nafsi, idha jaa ajaluha, pindi wakati wake utakapofika. Ndio katika hili aya Mwenyezi Mungu anatuambia, likulli ummatin ajal, kila umma una wakati wake. Yani kila kiumbe kilicho katika ulimwengu kina wakati wake, iwe ni mwanadamu au ni mnyama, chochote kile kina wakati wake. Naona Mwenyezi Mungu akatuficha wakati wenyewe ni lini wala ni wakati gani. Sasa wakati utakapofika, mwanadamu hatocheleweshwa hata dakika moja. Ahibati fillah, aya kama hizi zinatuonyesha umuhimu wa kuchunga wakati. Yani ni wewe juu yako wewe mwanadamu uchunge wakati wako sana. Uhakikishe wakati wako unautumia katika khairat, katika mambo yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala usije wewe ukasubiri mpaka ajali ikakufika, mpaka mauti yakakufika ndio ukakumbuka wakati, kwamba waomba sasa dakika kidogo ili ufanye ibada. La, wakati uko hai, wakati unapumua ndio wakati sasa wa kuchunga wakati wako. Hakikisha haipiti dakika ila uko katika taa yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Malasafu shadid, leo watu wengi tunaupoteza wakati wetu katika mambo ya kipuuzi, katika mambo yasiyokuwa na maana, katika maneno ambayo kwamba hayatunufaisha chochote mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imefikia daraja mpaka watu wanakuambia tuupoteze wakati wetu, sina cha kufanya, acha basi ni upoteze tu wakati uende. Ya lait lau kwamba mtu angefahamu ya kuwa namna wakati unavyopita ndivyo vile mtu anamaliza umri wake. Hivyo ndugu zangu katika imani,
tutumie wakati wetu katika mambo ya kheri. Ndio maana utaona wema waliotangulia masahaba radhiallahu ta'ala anhum namna gani walivyofahamu umuhimu wa wakati, ukaona namna gani walivyokuwa wakijishughulisha katika ibadati. Hawakukubali hata dakika moja ipite ila wako katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo na sisi tukitaka kufaulu lazima tuwaige wao, tuhakikishe haipiti siku ila umekuwa na istighfar kadhaa, haipiti siku ila umekuwa na wirdi ya kusoma Qur'ani, kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio tutakwenda kufaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.